Unabii kuhusu uchaguzi ujao. Nikiwa natoka kwenye mlima wa maombi, nimefika hapa nikaona vema niwasalimie wa Tanzania. Kwanza na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Namba 2 niwaambie kwamba Yesu anawapenda watu wote na wote atamani tufikie uzima wa milele. Nataka nitoe mtazamo wa uchaguzi ujao au nabii kuhusu uchaguzi ujao. Moja, niseme kwamba watawala na vyama vingine hamna haja ya kutumia nguvu kubwa kwa wapinzani. Hakuna haja, kwa sababu kwa mtazamo wangu mimi sina chama, mimi ni mchungaji, sina chama, lakini mchungaji huwa ni mchungaji wa taifa, ni mchungaji wa dunia. Ndio maana tunaombea wazungu, wa Afrika, tunatoa huduma kwa watu wote. Kwa hiyo na kila sababu ya kuongea kuhusu nchi yangu na ulimwengu kwa ujumla, napoona hapa panafaa kuongea. Uchaguzi ujao sijaona mtu katika wapinzani anayeweza kusimama na chama tawala akasimama na mgombea wao akamtoa madarakani. Hata kama Tundu Lissu mtoe jela leo, aendelee na kampeni, hata msimzuie, aendelee na kampeni zake zote za no reform no election, aendelee kabisa, azunguke. Kwanza Chadema mwenyewe wagombee. Chadema ndio wangeweza kidogo kusumbua, labda wangeweza kusimamisha wagombea hata basi robo tatu ya nchi au nusu ya wagombea katika nchi. Lakini bado yeye wenyewe wagombei. Kwa hiyo hamna haja ya kusumbuana nao. Lakini pia mama vibaki vyote vinaenda kusindikiza. Kwa mfano, ACT Wazalendo ndio chama kinaonekana kama kina nguvu, lakini baada hakina mtu agombea urais. Hakina. Hata Zitto Kabwe mwenyewe asimame, hawezi shinda mbele ya Mama Samia. Na tukiangalia pia hata kafu hiyo na yenyewe haiwezi. Chauma ndo wanajiunda sio hata kama watapata wagombea, na wenyewe bado hawawezi. Nachokisema mimi, hakuna haja ya kutumia nguvu kwa wapinzani, kwa sababu baada hawana mtu wa kusimama. Kuna andiko linasema kwamba mtu mmoja alikaa hospitalini miaka 38 akiwa anauma ugonjwa ambao angepona tu kwa haraka, lakini bahati mbaya yule mtu hakuwa na mtu wa kumtoa birikani. Biblia inasema kwamba hata Yesu alipoenda akapeleka msaada pale, huyu mtu alisema mimi sina mtu wa kunitoa, wa kuniweka birikani wakati maji yanapotibuliwa. Kwa hiyo usipokuwa na mtu uwezo ukafika unapotaka kufika. Kwa hiyo kitabu vyama vyote vya upinzani hamna mtu. Ni nani sasa? CCM wana hazina nyingi sana, wamejikoki kwa hilo. Mama Samia yupo ndo amchagua mgombea, wamemweka mgombea mwenza mmemuona. Bado wana waziri mkuu ambao ni mtu makini sana. Yaani wale watu wana watu makini wengi sana ambao hata wakichomoa mwingine huko anafaa. Lakini vyama vya upinzani bado mtu pekee angeweza kuidondosha CCM, angeweza kuitoa madarakani, aliyekuwa na uwezo alikuwa ni Edward Ngoyai Lowassa. Lowassa alitoka CCM akiwa na wafuasi, akiwa na nguvu, na alisumbua sana kipindi cha Magufuli. Ndio mgombea wa upinzani pekee aliyeweza kuingiza wabunge wengi sana bungeni. Wengi sana bunge. Hata kama ya kushinda, lakini aliipa Chadema kura nyingi, aliwapa wapinzani wa CCM wakati mgumu, lakini pia aliwapa wapinzani wabunge wengi na ruzuku yao ikapanda. Ndiye alikuwa na uwezo, maana alikuwa na ushawishi mkubwa kwenye nchi, lakini zaidi hapa hakuna. Yaani hakuna. Yaani kwa wapinzani bado hamjajipanga. Tafuteni mtu makini, muandaeni mtu mtengeneze. Na niseme jambo moja ambalo labda ni unabii, kuitoa CCM madarakani ni miaka 20 ijayo. Miaka 20 ijayo ndio anaweza kupatikana mtu wa kuitoa CCM madarakani. Na mtu huyo atatokea CCM. Hatatokea upinzani, atatokea CCM. Kama alivyotoka Lowassa. Kama alivyotoka Lowassa baada ya kukosa kula za maoni za kutosha, alivyoona yeye akaenda upinzani. Ndivyo atakavyotoka mtu CCM, atakimbia upinzani na atakuwa na ushawishi mkubwa kuliko hata mgombea wa CCM. Huyo ndiye atakayeweza kuitoa CCM madarakani kwa miaka 20 ijayo. Tanzania, Mungu atupe macho ya rohoni tuangalie mambo yajayo. Kwa hiyo ni unabii nimekupa kwa mwaka huu. Ni washauri tu watawala na viongozi mliopo na wenye mamlaka, hamna haja kusumbuana na wapinzani, maana hawajajipanga kwa hilo. Na wapinzani ambao msikize vizuri. Wapinzani, huyu unabii wenu msikize vizuri, wote mnaenda kugombea, mnaochukua fomu na kadhalika. Namba 1, mkipata wabunge wengi kutoka upinzani wote hawatazidi 10. Wabunge wa kuchaguliwa hawatazidi 10. Namba 2, mkipata madiwani wengi vyama vyote vya upinzani hawatazidi 50. Ila kwenye urais hata msisumbuke. Hamna mtu anayeweza kushawishi watu wakamtoa wakamshinda mgombea wa CCM.
hamjajipanga bado. Huu ni unabii. Mimi sina chama. Mimi ni mchungaji wa taifa, mchungaji wa watu wote. Natoa dira ya uchaguzi kama nabii wa Bwana, kama nabii ajaye, kama mchungaji. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, hapo ndipo tunapoelekea. Uchaguzi ujao, rais atatoka CCM, wabunge wengi watatoka CCM. Wapinzani mtapata bunge wachache sana na mtapata ushindi mdogo sana. Nimesema miaka 20 ijayo ndio CCM inaweza ikafikia hatima. Lakini atakayeangusha CCM atatokea CCM. Atajiunga na upinzani na atakuwa na ushawishi mkubwa na hoja nzito. Na huo ndo utakuwa mwisho wa CCM. Kwa CCM mna miaka mingine mbele ya kutawala, lakini si zaidi ya 20. Jipangeni kwa miaka ijayo. Haya ni maono, si lazima uyaamini, na maono mara nyingi huaminika yanapokuwa yametimia. Mungu wa mbinguni awabariki. Mungu aibariki Tanzania. Mungu abariki watu wote. Na wapenda wote. In Jesus' name. Amen.